Bwana, niko na Hamnazo Flavor. Huyu ni mchekeshaji maarufu kwa hapa Tanzania. Unaweza kumtafuta kwa mitandao ya kijamii kwa jina la Hamnazo Flavor. Pale mjini YouTube unaweza kumtafuta, anapatikana kwa jina hilo. Lakini pia bila kusahau kusubscribe, kulike, comment. Ukienda pale mjini TikTok, lakini bila kusahau Facebook, Instagram, kote huko anatumia kwa jina la Hamnazo. Ni mchekeshaji maarufu sana hapa Tanzania, kutokea kabisa huko nyanda za kutokea kusini mwa Tanzania. Leo sasa niko naye hapa kwa interview kwa ajili ya maswali moja na mbili aweze kutupa kile ambacho ako nacho. Sasa ningependa tu kwanza niweze kumuulizia kwamba ni kwa jina la Hamnazo ndilo analopatikana kwenye mitandao ya kijamii kwenye platform zote, lakini pia ana jina lake maalum. Bwana, labda tuanzie hapo tu kwamba yani jina la Hamnazo ni jina lako kamili ama ni jina tu ambalo wewe uliamua kulitengeneza kwa ajili ya mitandao ya kijamii? Na kwanza sio jina langu kamili. Sio jina langu kamili, lakini pili sikulitengeneza mimi. Ndio. Tuambie historia ya jina la Hamnazo na mpaka leo ambavyo unaitumia, na jina lako kamili ni jina gani, ili mtu akisikia Hamnazo aweze kutambua kwamba Hamnazo ni fulani fulani ambao tunamjua na origin yake ni sehemu fulani. Hamnazo ni watu tu waliamua kuniita, lakini pia Hamnazo yenyewe inamaanisha kwamba ni mtu ambaye hajali, mtu yule careless, mtu mzembe, ndo anaitwa Hamnazo. Kwa hiyo watu wakaamua kuniita hivyo waliokuwa karibu na mimi kipindi hiko. Kwa ndo ikawa hivyo mpaka sasa hivi natumia Hamnazo. Na mtazamaji wa LB Media, kama ulivyosikia kwamba Hamnazo ni jina ambalo alipewa tu na rafiki zake, kwamba yeye ni don't care, mtu ambaye yupo careless, yani hajali chochote, hajali kabisa. Sasa labda wewe jina lako kamili ni jina gani? Anaitwa Alan. Yes. Na unatokea, ni mwenyeji wa mikoa gani kwa hapa Tanzania? Ni kusini huko. Kusini. Kusini una mikoa mingi, yani Ruvuma, Lindi, Mtwara. Tuambie ni sehemu gani? Ni kusini Njombe. Maeneo ya Njombe. Okay, sawa. Kumbe huyu ni Mnyaruko. Sawa. Sasa Hamnazo, vipi kuhusiana na kazi yako wewe unaoifanya ya uchekeshaji? Ni namna gani ambavyo inakuvutia mpaka sasa? Mimi inaendelea kunivutia, of course, kabla hata sijaingia kwenye kazi ilikuwa inanivutia, na ndio maana ikanivutia hata kuingia. Mpaka sasa hivi bado inanivutia, na ndio maana unaona bado naendelea kufanya kazi kila siku. Ndio. Na namna gani msukumo kwa jamii, yani wanavyoipokea kazi yako wewe? Kwa mfano labda hii leo ukaposti kitu, namna gani yani mapokeo kwa wanajamii? Kazi yote ya msanii inakuwa na mapokeo tofauti tofauti. Kazi yote ya msanii inakuwa na mapokeo tofauti tofauti kulingana na kwamba mimi nitafikiria hivi, yule atafikiria vile, wewe utafikiria hivi. Kwa mimi nitakapotoa kazi sio kwamba wote wataipokea katika positive way, wala sio wote wataipokea katika negative way. Kwa wapo watakapokea katika negative, wapo watakapokea katika nini? Katika positive. Ila wote tunafanya nini? Tunaishi nao. Na unaona namna gani vijana ambao wanapata hamasa kupitia kazi yako wewe mwenyewe ambao unaifanya? Sijajua vijana kwa lengo ipi, labda wachekeshaji, vijana wachekeshaji kama mimi, au vijana wote ambao wako mtaani wanatamani kuwa kama wewe. Pengine wanahamasika kutokana na mimi, kwa sababu wanasema kila mmoja ana mtu ambaye anatamani kuwa kama yeye. Yani wewe hata hapo ulipo hapo kuna watu baki nyuma yako wewe wanatamani kuwa kama wewe. Okay, sawa. Hapo shikilia hapo. Je, wewe hapo Hamnazo, role model wako kwenye hii kazi ambayo unaifanya ni nani? Mimi sina role model. Kweli mimi sina role model. Mimi mtu yote atakayekuwa anafanya vizuri mimi huwa anavutiwa naye. Of course naweza nikasema kwamba nimemkubali labda fulani amefanya fresh sana. Lakini nikiangalia kazi ya huyu naona unayekaua. Kwa hicho ndio kitu ambacho nadhani kinanifanya hata mimi mwenyewe niendelee kupenda kufanya hii kazi, kwa sababu nikiangalia anafanya vizuri, huwa anafanya vizuri. Mimi naweza nikavutiwa hata na mtu ambaye pengine nikawa nimemzidi umri, mimi ni mkubwa kwake, umeona? Lakini nikaja kuvutiwa huyu ana kitu, akaendelea bado kunipa nini? Morali ya kuendelea kufanya kazi. Kwa
role model mimi sina. Usema kwamba nitamwangalia kwa sababu at the end of the day kuna role model. Utabaki kuna mwangalia yule, hata kikosea utabaki kuna mkadiri yeye. Yes, lakini mimi naangalia tu atakayenivutia. Yeah. Je, sawa, role model umemkataa kwamba wewe hauna kabisa? Sina role model. Mimi yote anayefanya vizuri, shoba. Anayefanya kazi nzuri nikaipenda. Navutiwa naye. Sawa, ni mchekeshaji gani ambao unamkubali sana kwa hapa Tanzania? Wote mimi nawakubali. Wote unaojua mimi nawakubali. Wewe top 10 unaweza kava gani top 10? Top 10 yangu mimi naweza nikaipanga hiyo. Kwa wachekeshaji sababu tuzo hapa juzi zimetoka. Mwenyewe umeona kabisa kwamba unajua wachekeshaji wapo katika kategori tofauti. Kuna wachekeshaji wima, wachekeshaji wa video, umeona? Kwa wote tunatofautiana. Ndio. Kwa hiyo inategemeana sasa unataka top 10 ipi. Labda wachekeshaji wima ambao wanaita stand up comedy, au wachekeshaji wa video ambao ni wa mtandaoni, umeona? Yaani yule ambaye kama kwa mfano kama mimi natengeneza clip naenda kuiona mtandaoni. Umensoma. Lakini kuna yule ambaye akisimama hapa, yeye ndo anachekesha na jukwaa lake amfanya nini? Amemaliza. Yes, ndo mimi nataka wale wa kwenye video ambao umewasema wewe, wale kwenye video. Kwa mfano kama hivi mtu anarekodi alafu naenda kuiona kule. Nataka ndo labda unaweza kaniambia hata watano tu ambao wewe unaona kama ni bora zaidi kwa upande wako wewe. Bora zaidi sioni kwamba kuna huyu ni bora zaidi ya huyu. Unajua kipaji mimi naonaga hakinaga ubora zaidi kwamba labda mimi naweza nikawa bora zaidi ya wewe, hapana. Ila mimi kuna kitu nimekuzidi wewe, lakini na wewe kuna kitu umenizidi mimi. Sasa nikisema bora zaidi maana yake mimi nakuwa niko complete kuliko wewe. Sasa sijaonaga mtu ambaye yuko complete kwamba full ukimpa sinia ataua, sinia karibia 300 zote ataua. Hapana, utakuta sinia anaua, yeye anasuasua. Lakini mwingine huyo ambao unasuasua mwenzio anafanya nini? Anaua. Okay, sawa. Hebu unaweza kutufanyia kabisa taratibu. Tufanye kidogo tu. Ile zipo kule watu wanaona kwa. Tufanye kidogo ili mtu mwingine akiona ajue kwamba ndio inakuaga hivyo. Sasa ile huyu inategemeana na kazi na kwa anafanyaje anaifanya. Kwa labda kungekuwa na kazi ndo ningesema nafanya hivyo. Sasa inaendana na vibe, unajua. Yes. Hicho cha kwamba taratibu wewe ikatolea wapi? Au tu mwenyewe ni idea ambayo ilikuja tu from nowhere? Ni idea ambazo zinakuja. Unajua msanii ni mtu ambaye anaishi katika jamii, anaishi na watu. Kwa kuna vitu vingine msanii anavipata kutokana na nini? Na watu. Hiyo yenyewe ilikuja kwamba tuko na ile na mashikaji nini, unakuta mwenzio kakosea sasa ile unajua kuchapia kawaida. Sasa kila ukipigia unaona watu ni shangwe. Sasa siku katika pita nini kaona clip mtu kachapia, watu wakasema yule tunakula story, nikasanga watu kupita naye inshallah mambo yakaenda ikawa heri. Hebu tupigie ile ya Mo ile ya Mo, uikumbuke? Mo ziko nyingi. Nataka ile shirikisho la mpira. Bila shaka umeikumbuka. Nimekumbuka, sema maneno yake. Maneno yake ndo siyakumbuki. Yeye alisema ya miguu. Ndo alichochapia, sema shirikisho ya mpira ya miguu, sio ya miguu. Sikumbuki fresh kwa sababu ana muda kidogo. Okay, sawa. Hamnazo, ni ushauri gani wewe kwa vijana ambao wanakufuatilia hapa kupitia LB Media waweze kujua na namna gani ambapo wewe ulianza, na pengine wewe unawashauri nini waweze kufanikiwa katika mambo yao ambao wanayafanya? Ushauri wao. Ushauri wangu ni kutokata tamaa. Usikate tamaa katika kazi yote unayoifanya. Unajua unaporuhusu kukata tamaa maana yake umeruhusu ku lose. Kwamba umeshakubali kwamba okay, nime lose, ndo unakata tamaa. Lakini kama wewe hukubali kupoteza, uweze kukata tamaa. Na usipokata tamaa siku zote lazima kuna impact itatokea katika jambo lolote unalofanya. Ukilifanya kwa jitihada, kwa imani, nguvu, yani wekeza muda wako mwingi pale, usikate tamaa, fanya. Even if kwa wakati huo utafanya utaona kwamba ni zero impact, wewe endelea kufanya ili mradi tu uwe na imani na hilo. Uwe unaamini kwamba hili
ndio jambo litakalonilipa au ni jambo litakalonitoa au ni jambo ambalo mimi nalitegemea. Usikate tamaa. Yaani kama wazazi, unajua wazazi wao wanakusomesha toka darasa la kwanza mpaka leo upo chuo kikuu. Hawajakata tamaa kukusomesha. Wangekata tamaa wewe ungeacha shule. Lakini wanaamini wewe wanakusomesha utakuja kufanya nini? Kuwasaidia. Hawajakata tamaa. Licha kwamba utakuta umefeli, unarudi sijui umefanya nini shuleni, bado wanakusomesha. Ukiishi na hiyo. Safi. Inakuwa ni bigger. Kwa mtazamaji ambao unafuatilia hapo LB Media, tunapatikana kwa jina hilo hapo mjini YouTube, lakini kwa TikTok tunapatikana kwa jina hilo hilo la LB Media. Ukienda pale mjini Facebook unapatikana kwa jina la Patrick Mwazembe. Ukienda na Instagram tunapatikana kwa jina la Mwazembe Patrick. Hasa hayo ndo majina ambayo tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo leo nilikuwa na Hamnazo Flavor akituelezea namna gani kazi yake ya usanii, kazi ya uchekeshaji ambavyo inaweza kuwa. Lakini jambo moja tu ambalo ameweza kuligusia ni kwamba usikate tamaa katika mambo yako yote ambayo unayafanya. Sasa Hamnazo, neno moja tu kwa mtazamaji wa LB Media aweze kujua kwamba namna gani mambo ambavyo yanaenda. Neno moja tu la kumuaga. Neno moja. Bye. Haya bwana, asante. Kwa sababu niambia neno moja la kumuaga na neno la kuaga moja ni bye. Ni bye. Unaweza ukasema bye bye, tali ni mawili. Bye. Asante sana, tumeua.